ujumbe wa siku ya leo. Sasa mahali hapo ambapo tumesoma siku ya leo ya kwamba Yesu Kristo kwa sababu alitembea na mitume na alikuwa anaenda sehemu tofauti tofauti, akitoka hapa anaenda pale, akienda area hii anaenda hiyo area nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Mungu ilikuwa sio mahali pamoja, walikuwa na roho ya kuzunguka hapa na pale. Bila unaonanga the spirit of evangelism ya hapa na pale kufikia watu tofauti. Na mimi nasema alikuwa amechagua mitume 12 ambaye alikuwa anatembea pamoja na wao. Na maandiko inasema ya kwamba kuna wakati Yesu alikuwa ameelezea kuhusu kifo chake na kufufuka kwake. Pigia Yesu makofi mazuri. Akasema nitaweza angusha hii hekalu, nikalibomoa na nikalijenga baada ya siku 3. Akiongea kuhusu kufa na kufufuka kwake. Na maandiko hapo mahali ambapo nimesoma siku ya leo ni ya kwamba pakawa wakati ule unaendelea, kuna kitu ambacho hatungeweza kuendelea na mambo ya kuzaliwa kwa Yesu ama kufufuka kwa Yesu samahani, kama hatujasoma ama tukajua kuhusu huyu mama ambaye mmoja alienda mahali ambapo Yesu alikuwa ameingia kwenye chumba cha mtu ambaye anaitwa Simoni, ambaye alikuwa na ukoma. Chapia Yesu makofi mazuri. Alipoenda kwa chumba chake Simoni, akawa alikuwa na ukoma. Na kwa hiyo akaenda akaingia kwa ile nyumba. Sasa wanakijiji wote walikuwa lazima wajue ya kwamba kuna mtu ameshaingia. Maana Jesus was a very famous man. Alikuwa anajulikana na watu wote. Na mahali popote angekanyanga, watu wote wangetoka pembe zote wafike mahali Yesu alikuwa. Tuseme haleluya. Injili wakati ule ilikuwa inakubalika. Si kama leo ambapo injili haina nafasi. Wanadamu wanakataa neno na wakiongea wanajifanya ni werevu sana. Wanajifanya wanatumia masomo sana. Wanajifanya wanajua mengi sana. Wakati ule watu walijua mambo ya gospel na walisimama na kazi ya Bwana. Hempigia Yesu makofi mazuri. Kwa wale watu walikuwa katika chumba kile ambacho ni cha Simoni, Bible inasema ya kwamba pakakuja mama mmoja wakiwa pale ndani ya chumba. Haleluya. Na akakuja na kimpwete cha mafuta. Haleluya. Akakuja na mafuta ya dhamana, costly oil, fragrant oil. Akakuja nayo na akamwangilia Yesu kwenye kichwani mwake. Bwana asifiwe sana. Na kwa hiyo alipomwangilia, mitume wote wakaanza kulalamika. Ni kwa sababu kwa nini huyu mama akaharibu pesa yake, akaharibu mafuta ya dhamana hii, akimwangilia Yesu. Haleluya. Na angeuza na ape masikini, angeuza hii mafuta na chukua hiyo pesa angawia masikini. Nataka nikwambie roho ya kulalamika kwa sababu ya kutumikia Mungu inakuanga imezidi, inakuwa ni jambo imekidhiri, inakuwa ni jambo imeenea kila mahali. Sema amina. Siku ya leo wanadamu hawataki kuona makanisa ikijengwa, wanasema wajengewe industry. Haleluya. Zile industry wenye wamejenga ni Waislamu na wengine ni watu ambaye ni Wahindi, wanakuja na wanawatoa kafara. Kama mtu ana ufahamu wa Mungu, hata ukuwe na pesa ngapi ni bure, maana unahitaji uwe na pesa na pia uwe na Mungu pamoja na wewe. Semeni amina. Maandiko inasema mama huyu alitumia akili yake na vile roho aliyemuongoza, akamwangilia Yesu mafuta. Bwana asifiwe sana. Alipomwangilia Yesu akafurahi, lakini watu wote wakalalamika. Siku ya leo kuna watu ambao wana uwezo wa kutumikia Bwana, lakini wengine wako na uwezo. Wacha mtu atumike kulingana na ile uwezo wako nao. Wacha mtu atumike kulingana na ile ufunuo wako nao. Kuna watu hawana ufunuo wa kutumikia Mungu na wengine wako na ufunuo wa kutumikia Mungu. Amina. Yule mama alikuwa na ufunuo wa kivyake. Wale mitume walikuwa hapo. Yesu akaangalia Simoni, akaangalia wale mitume vile walivyokuwa wanalalamika. Akashangaa lalama ina gani? Ni kwa sababu ati Yesu amemwagiliwa mafuta. Kwa hiyo wanasema ya kwamba Yesu hahitaji chochote. Yesu hahitaji kufanyiwa chochote. Na hivyo ndivyo duniani siku ya leo. Wanadamu wanadhania wanaweza enda mbali
kiutofauti. Yule mama alikuja na kiutofauti. Haleluya. Alikuja akiwa wa kiutofauti kuliko wale wengine waliokuja kwenye ile nyumba. Na kwa wale watu walikuwa pale, alitoka pia na muujiza wake. Alitoka na ushindi kuliko wote kwa sababu ya vile alivyokuja. Nataka nikwambie, ukimwendea Mungu unahitaji kuwa na kiutofauti. Usiende kwa Mungu vile mwenzako ameenda. Kuna watu wamevunjika moyo tayari, hawawezi enda mbele za Bwana na moyo uliye safi. Kuna watu ambaye unataka leo watumikie Bwana, lakini mioyo yao haiko na hiyo kitu ndani yao. Na ninakwambia siku ya leo, ile neema iko ndani yako. Itumie leo vyema. Kila kidogo nacho uko nacho, kitumie vyema. Hata akili uliye nayo itumie vyema kupata baraka ya kesho katika jina la Yesu. Maana mavuno yako ya kesho ni kile kinatendeka leo katika maisha yako. Haleluya. Watu wakalalamika na wakalalamika. Yesu akasema, maskini mko na wao siku zote, hata nyinyi mnaweza mkawatunza. Ni kwa nini mnaona Yesu anafaa hii mafuta ameletewa, inafaa kufa maskini wapewe? Na wenye wanasema hivyo si ati hawajui mahali maskini wapo, lakini hata wao wako na mali yao, si wangepelekea maskini wao? Sema amina. Usiwe na uamuzi kwa mtu mwingine, wacha ajiamulie yeye katika jina la Yesu. Kuna mtu ako na uwezo wa kusaidia maskini na asaidiani maskini, anatakana wenzao wasaidie. Kuna mtu anataka watu wengine wasaidie maskini, lakini yeye asemange ya kwamba maskini wamesaidiwa. Usikuje kupea mtu maoni ya kusaidia maskini. Hata wewe anzia na wewe, saidia maskini katika jina la Yesu. Simpigie Yesu makofi mazuri. Maana si imeandikwa wapi ya kwamba pasa ndio anafaa kusaidia maskini? Na kuna kitu ambacho nimekiangalia, ni kwamba watu wanapenda tu focus tu kwa maskini. Na kwa nini ukuwe maskini? Akutikisa mwenzako, muulize kwa nini ukuwe maskini? Maana sasa mnatuhukumu kwa sababu ya maskini yako mahali. Na kwa nini ukuwe maskini? Mimi naomba kwa jina la Yesu, roho ya maskini sio sehemu yako in Jesus name. Sio ati usinde kusaidiwa, unaweza hata wewe kusaidia in Jesus name. Ninakuombea miaka inayokuja hapa usoni, ni kwamba usiwe wa kusaidiwa, ni wewe unasaidia. Maana sio ati saa yote unahukumu kazi ya Mungu kwa sababu ya maskini yako mahali. Kila mtu akitaka kuhukumu kazi ya Mungu ni kwa sababu ya maskini yako mahali. Na mwenye anahukumu hiyo kazi, hata yako na pesa zake, angesaidia hata hiyo maskini. Na wengine ni kusema na wasaidiani. Sema haleluya. Kuna watu hawapendi matajiri waguswe ama wasaidiwe. Unataka kufocus kwa maskini na matajiri wakae na shida. Ninakwambia tuliitwa kwa kila mtu. Tuliitwa kwa tajiri na tukaitwa kwa maskini. Kama wewe una mzigo wa maskini, wewe kaa kwa maskini. Lakini pasa anaitwa kwa maskini na akaitwa kwa tajiri. Na ndio tutawahudumia wote kwa jina la Yesu. Pigieni Yesu makofi mazuri. Hiyo roho ambayo nimeiona inaingianga watu wanataka tu focus tu kwa maskini. Hata kanisa ifungwe tuende tu kwa maskini. Hata msiende ushirika tuende kwa maskini. Ukikumbana ni maskini utakuwa maskini milele. Lakini ninakuambia tukikemea hiyo ya maskini itakuachilia. Na utakuwa unahitaji msaada, ni wewe utasaidia. Maana uko na ufunuo ule Mungu amekupatia siku ya leo. Hata mtu anataka kubariki kazi ya Bwana, watu wanaanza kuona tu maskini. Sio pesa imetolewa nyingi, si pewa maskini. Haleluya. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba pata tu amesimama kwa madhabahu ama mahali popote, huwa amesimamia maskini na matajiri. Atahudumia matajiri kwa sababu wako na shida zao. Haleluya. Nao maskini pia wako na shida zao. Sio lazima shida maskini banane na tajiri, lakini anaweza kuwa ako na pesa na mali, lakini kuna ile shida ako nayo, hata yeye anamhitaji Mungu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Na leo ndio nahubiri jioni ya leo nikikwambia tutafocus kwa maskini, tutafocus kwa watu wote. Tikita tumwambia hata utakuwa tajiri ukirejea. Ukikuwa injected unasikiaje? Semeni amina. Kila mtu anataka msaada wote ipelekwe kwa maskini. Na wengine hata wapeni milioni haweza itika. Maana umaskini ni roho ikiwa ndani yao. Unless ikemewa hiyo spirit
maskini. Tusaidie tu maskini. Sema amina. Lazima kwanza tumwe maskini kwa akili ya mtu. Ndio ujue ya kwamba wewe ndiye tajiri na ni wewe unasaidia in Jesus name. Semeni amina. Yesu akasema maskini mko na wao siku zote. Kwa hiyo hata ninyi mnajuanga mahali maskini wao. Mnaweza wasaidia bila hata kuhusisha basi. Kwani lazima muhusishe basi? Sio unajua maskini wako mahali anakaanga. Ndio anakuja niambia basi nataka tuende hivi. Kuna mama niliona anateseka sana. Usiniambie hata wewe unamjua hela msaidie. Sema haleluya. Enda usaidie huyo unajua. Hata mimi kuna ule ninajua nitasaidia. Tabia ni Yesu shako na dada. Haleluya. Kwa hiyo lalama hapa zilikuwa ni nyingi. Yesu ameingia kwa chumba hajapewa kitu. Lakini ule amekuja na kitu ameanza kumhukumu. Kwa hiyo imekuaje kutoka mwanzo? Ati gospel ikahubiriwa bila watu wamejitolea kwa kumbuko kwa vitabu. Huyo mama Yesu akasema, mahali popote nitahubiri injili hii, hata mahali popote itahubiriwa, huyu mama atakumbuka. Nataka nikwambie kuna kitendo utatenda utakumbuka kila mahali. Tuseme haleluya. Kuna kitendo utatenda utakumbuka kila mahali. Lakini kuna vitendo zingine mbaya, hata ikiwa mbaya pia utakumbuka na hiyo mabaya. Tuseme amina. Hata ukitenda mema utakumbuka kwa hayo mema. Nisoka tena kule nitahubiri, kule kutahubiriwa injili, huyu mama atakumbuka. Ndio nikakwambia hakuna Pasaka bila kukumbuka huyu mama. Oh, siseme amina. Hakuna Pasaka bila Yesu kumwangiliwa mafuta na huyo mama. Yes, haleluya. Yani ilikuwa ni ishara tu. Oh yes, anakuja na kumwangilia mafuta. Ndio tukumbukane hapo. Kuna mama moja kabla Yesu hajasikwa, Yesu hajachapa na hajaumizwa, wakati Yesu hajapaa mbinguni, kuna mama alimwangilia mafuta. Ndio tunamkumbuka siku ya leo. Kabla kazi yote ama process haijaisha, fanya kitendo ukumbukane na hiyo kitendo. Sema haleluya. Fanya kitendo ukumbukane na hiyo kitendo. Kuna watu hawakumbuka na chochote hapa duniani. Tutasema tu ulikuwa roho nzuri. Peke yako. Alikuwa anapenda kucheza. Wote wanajua. Ambia ndio tunasema sasa kwa mambo gani haya? Alikuwa anapenda kucheza. Kama kukumbuka kwa jina la Yesu. Yaani lazima ukumbuke na kitu. Maana huyo mama alijipanga na akasema mimi kabla Yesu hajaenda, kabla injili ya Pasaka haijaandikwa, nitaapia sana. You must appear somewhere in Jesus' name. Nasema you must appear somewhere in Jesus' name. You cannot leave hiyo kitu ipite ama hiyo season ipite hivyo tu na hujapatikana mahali popote. Sema haleluya. Angalianga ni kipindi gani, ni nini kinachoendelea. Kabla hiyo kipindi haijaisha, unasema nitakumbuka mahali hapa. Sema amina. Maana kwa example utakuwa na kanisa kubwa, kuna mtu atakumbuka kwa ile maua itakuwa. Maua itakuwa hii. Wewe sema amina. Nasema itakuwa hii, itakuwa maua nyingine tofauti. Ile mamikebe kubwa hivi lazima. Ukipanda kwa stairs ndio mahali pa sawa. Stairs moja maua moja, stairs hiyo nyingine maua nyingine, saidi nyingine the same. Sema haleluya. Maana hatuwezi kuwa tu kwa pale. Yaani unakumbukwa na nini kwa maisha yako? Kuna watu hauna kitu cha kukumbuka. Ninakuombea utengeneze vitu za kukumbuka in Jesus name. Sema amina. Kuna mtu anaitwa Tambida ambaye alikuwa amekumbuka kwa kushonea watu manguo. Na wakati watu walipokuwa hiyo watu walimwangika hapa, wakasema enough is enough. Huyu mama haisikuwa na akaombewa akafunguka kwa sababu ya kazi njema. Watu walisema watu wanaweza kufa lakini sio huyu mama. Sema amina. Amen. Na akafunguliwa juu ya kazi njema. Saa hii Machakos County iko in status kwa sababu ya jambo. Haleluya. Umeona huyu ndugu ambaye anaitwa Sami Kioko, the comedian. Kumekuwa mgomo, pamekuwa na riot, sio na zaidai. Maandamano pale Machakos County wakisema haki kwa Kioko. Kwa sababu kuna kitu ametenda ndio akadeserve hiyo. Kuna
ukufe kabisa na ukufe tena. Kwa sababu ulikuwa msisumu. Leo ulikuwa unataka kuongea na wale wakona wale. Sio wewe, sema amina. Tunakuombea mambo ya nguvu katika maisha yako. Yaani kumbukano wa kitu. Nimeona vile kumefanyika. Nimeona pale kinaumana kabisa kwa sababu ya mtu mmoja hivi. Je, kitembea inaweza simama juu yako? Nikasema haiwezekani. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukiona hata kuna wanaume wanaweza simama hivi waseme huyo mama hawezi kufa kwa sababu ya kile alifanya kizuri. Huyo mama anaweza kuwa amefanya nini? Sema amina. Ninakwambia tengeneza mahali. Tengeneza. Niliona mtu amekufa na sanduku yake ikateremshwa. Tena wale wakajaa hapo. Wakamwaga machupa hapo ndani na mabani. Mabani na machupa. Ikiwa iko na akasema akununue mbele. Ni kama alikuwa anawanunulia sana huyo mtu. Bwana asifiwe sana. Lazima ukae vile unajua kukaa kwa jamii. Ndio kumbuka kwa kitu ulichofanya. Yes. Hata ule mama anakuanga katenja kitengela. Wanaume wanampenda sana. Nyinyi wa mama ndio mnamchukia. Si kuna mama ambaye ndiye ndugu wake imani elia kitengela. Wanaume wote wakiwa na shida wanaelekeana kwa. Na wako na namba yako wanapigana kwa. Wakienda hapo tu wanatoka wakiwa sawa. Na wanaacha pesa na washu. Huyo mama anakumbuka kwanza kwa mazishi yako unaona. Magari sitapangana hivi. Hiyo ya kateni. Shauri ya kateni. Sema amina. Yaani wewe unaweza kumbuka kwa kitendo kingine. Huyo mama alisema hakuna Pasaka bila mimi. Na nikwambie watu walikuwa kwa kweli lakini hakuna mtu alikumbuka kama huyo mama. Uliona wapi vifungo basi ambaye alitokea kama huyo mama. Na mafuta ilikuwa ya thamani. Bwana asifiwe. Ukisikia ilikuwa ya thamani, haikuwa pesa kidogo. Ilikuwa several denaries. Sio pesa kidogo. Watu wakaangalia hiyo mali ni kama milioni ya Kenya nusema. Yaani wakasema hii mafuta tunaijua kiwango yake na pesa yake. Au kama imamwakiliwa Yesu. Hallelujah. Isiyo na mtu hapa tunalalamika juu ya kazi ya Mungu. Kwa nini waweka kitu ya dhamana hii? Kwani hapa ni kwa ile hekalu ilijengwa na Daudi alijaribu kuanza ikamshinda. Na Suleimani akamalizia. Ilikuwa na Rahabu. Huwa alishuku hata kusema hata kanisa yake twende kuleta kitu ya sekebiani. Tuanze kwa hapo nani? Zitoa nyingi zile ndramu hapa. Zile ndramu zinakongamba hivi. Saki ngosho. Sipanganga tu hapa laini. Sasa iwezi kananga hapa chini hivi. Nakwambia lazima kuwe na kitu cha nguvu. Siseme haleluya. Kwa sababu hiyo kampani kwa ya dhahabu imejaa hapo kila mahali. Na mabambali ikiwa expensive, hata kila mtu anapata ushindi wake. Shida ni kuwa kama mabambali ambayo haina dhamana. Mabambali ikihesabiwa pesa yote ya kama moja tulikuwa naye mahali. Ilimwangwa tu mchanga ile ya mara. Ikamongelewa juu. Na wakaweka matofali na hii kuweka simiti. Inawapa tu hapo mchanga iteremkange nusu. Sasa abande kwa madhabahu, ndio madhabahu hata usitamke hapo. Si ndio wewe? Yaani kuna hata ikamnapo mchanga inaanza kuteremka. Kama madhabahu ni kila mtu hapo lazima kuwe maskini wa kutupa. Na ndio nimekemea hiyo la maskini. Ukikaa ukikemea hiyo spirit in Jesus name. Na kwambia ukikaa unakemea hiyo roho katika jina la Yesu. Maana kitu cha kwanza mwanadamu anafaa kuwa na akili timamu. Umasikini ni roho mbaya sana ikiwa ndani yako. Na ukiachilia itoke, hakuna mtu atasema usaidiwe. Wewe ndio utawasaidia maana Mungu amekubariki. Kuna watu hapa Mungu atakuinua kwa mambo kingine katika jina la Yesu. Sema amina. Kwa hiyo Pasaka hii nataka kukumbuka
Ngotea mtu maliye hii masaa. Kumbuka kwa kitu.